The protocol persons that we've discussed with will also assist us in ensuring that we've created that space. Thank you. Na bila shaka nafikiri kwa Sam anatueleza kabla tuweze kwenda moja kwa moja katika ukumbi wa Bomas ambapo kila kitu kinajaribu kuwekwa sawa ili kusiwe na tatizo lolote. Kumkumbusha mtazamaji, hiyo ni ishara tosha. Sasa hakuna kuspekulate, tunasema kwamba leo ni leo, asema kesho. Kila kitu kikienda shwari. Kitaenda shwari. Tuseme hivyo. Ni kusema na kila kitu kienda shwari, mambo yatakuwa shwari. It has to be today. I mean, you've listened to Tabitha Mutemi there, talking about the sitting arrangement. You cannot expect the candidates to be in that Bomas of Kenya auditorium with no results. To come and watch forms remaining. Kwa hawezi kuja kwa sababu ya zile form 32 zimebaki. Wanakuja hapo kwa sababu matokeo ya urais. Na pia ukiangalia jinsi ambavyo kumebadilishwa meza zile ziliondolewa, zile meza 8 zoko pale chini, na vile vile kumebadilishwa jinsi watu wanavyokaa, ni dhahiri shairi kwamba ni siku ambao wa Kenya watajua matokeo yao ya urais. Right, and I was telling you about if a petition is filed after today, which is the 15th of August, then a judgment is rendered on the 5th of September, and assuming that that judgment upholds, let's listen to Bomas of Kenya. Humbly request you to take the observers area. We have a lot of space there, and this other side where the choir is, there is the observers area. If you're not a diplomat, please, we request that you give space to the diplomats in this area. Diplomats and AAEA team. Also, the religious leaders will be here with the diplomats. Yes, sir. Thanks. We don't want anyone to be vacated. We ask you to self-vacate yourself. Self-vacate yourself. Mic check. And go. All right, self-vacate yourself. Now, let's take a look at the process that should follow. So, if the petition opposes the election of the president-elect, then that president election is sworn in on the 13th of September, being the first Tuesday following 7 days after the judgment of the Supreme Court. And on that day, President Uhuru Kenyatta will retire. But if the presidential election is nullified on the 5th of September, then a fresh election must be held within 60 days. And that would be, it must be done by the 4th of November, 2022. And thereafter, obviously, you conduct the election. We go through the process that you have gone through, close to 7 days. It is verified, everything is done. Then an outcome is announced. If there is a clear winner, they are sworn in, of course, following the guidelines of the Constitution. If somebody is dissatisfied with that outcome, they can still go to the Supreme Court to contest the decision. But whatever happens at the conclusion of that process, then President Kenyatta retires and the president-elect is sworn into office. But there's something else that may happen. We may get an announcement today that there's no clear winner in round one, meaning that nobody will have met 50% plus one vote. In such a situation, nobody can be declared president-elect. And therefore, what would happen is that the top two candidates would go back to a rerun, that is a runoff, to pick the president, and that has to be done within 30 days. And of course, because they're just the two of them, it is very easy to hit 50% plus one because they're just two. Rashid. Na bila shaka nafikiri Samo kwa anaeleza kwa utaratibu kuanzia pindi ambapo matokeo yatakuwa yanatangazwa na hatua ambazo zitakuwa zinatolewa ima wakati watu wamekubaliana matokeo yale
ama wakati mmoja hajakubaliana matokeo. Ametueleza paka wakati ambapo huenda matokeo yakawa yako sawa, hivyo basi hakuna mtu ambaye amemshinda mwenzake, japo na kura moja kuendelea italazimika kwamba wananchi warudi kwa uchaguzi mwingine. Kwa hiyo nafikiri ni kuhusu halali wa uchaguzi wa urais, kwamba mtu anaweza kuwasilisha malalamiko katika mahakama ya juu kupinga uchaguzi wa rais mteule katika muda wa siku 7 baada ya tarehe ya kutangaza matokeo ya uchaguzi wa urais. Alafu baadaye katika muda wa siku 14 baada ya kuwasilishwa kwa malalamiko, mahakama ya juu itasikiza na kuamua kesi hiyo, na uamuzi wake utakuwa wa mwisho. Na iwapo mahakama ya juu itaamua kuwa uchaguzi wa rais mteule si halali, basi uchaguzi mpya utafanyika katika muda wa siku 60 baada ya uamuzi huo. Ni baadhi ya mambo ambayo ni vyema watu kuweza kuyafahamu wakati tunasubiri mwenyekiti wa Tume ya Mipaka na Uchaguzi Bwana Wafula Chebukati kutupa taarifa rasmi kuhusiana ni nani ambaye ameweza kupata ushindi katika uchaguzi huu, hususan kiti cha urais. Na picha zinakujia moja kwa moja kutoka ukumbi wa Bomas, kama mnavyoona kwamba watu wameanza sherehe, wameanza kuimba, lakini hii sio ishara tosha kwamba tumeshajua mshindi ni nani. Kama mtazamaji, hatujajua ni blue ama ni yellow. Kila mmoja anavutia upande wake kwa hivi sasa. Na bila shaka, na pia vile kumbuka kuna mjadala kuhusiana na wawaniaji urais, maanake kuna mmoja pia tusipomtaja itakuwa sawa, maanake hata yeye anasema anasubiri na imani na pia kwamba atashinda, na ni mwaniaji urais kwa tiketi ya Ruth Profesa George. Kwa hiyo kama kwa mashabiki wake tujue kwamba pia wapo waniaji watatu ambao bado wanasubiri matokeo. Mmoja anasubiri lakini alikubali matokeo. Namzungumzia David Mwaure Waiga, ambapo jana alisema tayari hii imeniponyoka, nitajaribu siku za usoni. Nilifikiri utasema Roots ni chama cha mizizi. Unajua vyama vyote wakati huu ukiangalia, Kenya Kwanza Kiswahili, Azimio Kiswahili, Agano Kiswahili, Roots wakabaki na Kiingereza. Wakabaki na neno mekuwa na utofauti. I think that should tell you something. That Kiswahili is the way to go now. Na pia ukiangalia pia katika kauli zao mbiu, vyama vyote ukiangalia katika kauli zao mbiu kwa wanatumia maneno ambayo ni mazuri, ambayo wanatumia katika lugha ya Kiswahili. Lakini kama kuna kitu kimoja ambacho pia Samu umekileta kuhusiana na wagombea urais ni kwamba tukirudi nyuma kitambo kwa tunasikia wakati fulani uchaguzi wa rais unakuwa, lakini message kubwa ni majimbo. Kumbuka wakati wa nyuma kwamba tuende kimajimbo kabla tupate katiba, kina Bob Mkangi wakakae. Alafu baadaye hapo nyuma ilikuwa na yote yawezekana tukana kuondoa ule utamaduni wa rais kukaa madarakani kwa mrefu. Lakini safari hii lazima tutoe kongole, kwa sababu ujumbe ule wa maana zaidi katika wagombeaji wote umekuwa swala la uchumi. Kwa mara ya kwanza tumekuwa na sera ambayo imezungumziwa katika kambi zote za kisiasa katika kutafuta viti. Lakini kuna kitu sikielewi, sijui labda tumpishe mchanganuzi wetu Bob Mkangi. Karibu sana katika studio. Kuna tetesi nyingi upande wote wa blue na yellow. Ndio. Lakini tunajua fika kwamba iwapo mshindi anajulikana kwa hivi sasa, lazima kuna ishara fulani tayari imeshatumwa. Inakuwaje inakuwa ni vigumu kwa uchaguzi huu kuweza kubaini ni nani ameweza kushinda siku hii ya leo? Maanake ukiangalia upande wote, na ni wote ambao ni watu ambao wako na ukaribu mkubwa sana kwa hao vigogo wawili. Kila mmoja anakuambia ni sisi tumeshinda. Hivi ina maana kwamba IEBC haija communicate na yule ambaye ameshinda kwa hivi sasa? Na bila shaka nasema kabla tumpe nafasi Bob Mkangi, turudi katika ukumbi wa Bomas tusikie kinachoendelea kwa sasa. See
tumetoka na mahali tumefika, ndiyo maana ninatambua kwamba wewe ni Ebene. Tuimbe pamoja. Sio kwa uwezo wangu, ila ni kwa uwezo wako. Mahali nimefika Baba, acha nikushukuru. Bwana umenisaidia nifike mahali nimefika. Bwana wewe ni Ebeneza maishani mwangu. Haya, mikono juu twende. Ninataka Ebeneza nijengwe juu yako. Ninataka Baba Ebeneza uwe msingi wangu, jiwe langu. Nataka maisha yangu yajengwe juu yako, na ninataka taifa langu lijengwe juu yako Baba. Taifa lililojengwa juu yako Yawe halivunjiki kamwe, na nchi iliyojengwa juu yako Yawe haivunjiki kamwe. Mimi nataka maisha yangu Baba yajengwe juu yako, maana wewe ni sauti yangu, wewe ni uzima wangu. Ninataka Ebeneza nijengwe juu yako Baba. Wewe uwe msingi wangu, jiwe langu la pembeni Baba. Nakutamani sana, jiwe langu la thamani, nakuhitaji. Mimi nataka maisha yangu Baba yajengwe juu yako, nami nataka taifa langu Baba lijengwe juu yako Baba. Taifa lililojengwa juu yako Yawe halivunjiki kamwe, na nchi zilizojengwa juu yako Yawe hazivunjiki kamwe. Mimi nataka maisha yangu Baba yajengwe juu yako, maana wewe ni sauti yangu, wewe ni uzima wangu. Ninataka Baba juu yako, jiwe langu la pembeni, nakutamani sana Baba, jiwe langu la thamani, ninakuhitaji. Ni wewe tamaa ya maisha yangu, ni wewe tegemeo langu, ni wewe msingi wa maisha yangu Baba, ni wewe ninayetazama, ni wewe ninayetazama. Inuka, jitie nguvu, mikono juu, simama. Wewe umshindi, tawala tawala, unachokibale saidizi wako. Haya, makofi wa Kenya. Inuka, inuka, jitie nguvu, simama.
And Rashid, it's pretty interesting to see politicians singing the same song. Not just politicians singing the same song, politicians from different camps. Oh yes. Enjoying the song. Oh yes. Nafikiri hiyo ndio kitu ambacho nataka kujifunza, kwamba tumeona wote kutoka kambi tofauti wakifurahia wimbo na wakiweza kuimba. Nyuso zao, kila mtu ni nyuso za tabasamu. Zote zang'aa. Zote zang'aa. Ni swala ambalo kwa kweli tutasubiri tuangalie. Na ndilo swali nilikuwa nimemuuliza Bobby, inakuaje? Manake tumeweza cover uchaguzi tangu mwaka 2007 na tukio kama hili halijawahi kutokea, inakuaje? Nadhani pengine tuanze na nikinukuu kitabu ambacho kilichapishwa hivi karibuni aliyekuwa msimamizi wa masuala ya habari na taarifa wa marehemu rais mstaafu Daniel Arap Moi, Mheshimiwa Linjiru. Na hiyo ni nukuu ambayo iliweza kusambaa na Wakenya wengi wanaifahamu kwamba wanasiasa ni hata wakiwa mirengo tofauti, na haswa wanasiasa hapa Kenya unakuta kwamba ni ndugu wa moja, ni binamu wa kisiasa. Na ukiangalia kikundi cha wanasiasa wagombea wakati huu ni watu ambao wamekuwa pamoja kwa tuseme kama miaka kama 30 pamoja, wakiwa mirengo tofauti, wakati mmoja wako pamoja alafu wanagawanyika. Lakini ukiangalia hilo, ukiangalia sera ambazo zimekuwa ziki endeleza shughuli za siasa katika nchi hii, ukiangazia ile itikadi ya kisiasa, unakuta kwamba ni ile moja. Kwa hivyo hoja turudi kule Mkange, alafu tarudi kwako baada ya muda usiokuwa mrefu, tuangalie tena angalau labda pengine tunasema ile body language ni muhimu sana. Atakuwa anaizungumzia Javas, maana yake ni mwepesi wa kuweza kusoma vitu kama hivi. Tunarudi na sifa tele, ubora wa kazi zetu.
Samba
One, two. Okay. All protocols observed. Tunataka kuimba wimbo unaosema Kenya ni mimi, Kenya ni wewe. Angalia jirani, mwambie Kenya ni mimi, Kenya ni wewe. Mwambie tena Kenya ni mimi, Kenya ni wewe. Kenya ni yetu na tunaipenda, na kwa wimbo huu tutasema tu Kenya ni mimi, Kenya ni wewe, Kenya tu wamoja. DJ. Tupe sauti kabisa, hao wana Kenya wafurahi. Tupe sauti DJ. Wapi vigelegele ya Kenya? Tupe sauti. Kenya ni nchi yangu, Kenya ninaipenda, Kenya ni nchi yangu, Kenya. Sikia, Kenya ni mimi, Kenya ni wewe, Kenya. All right, we're still at the Bomas of Kenya, where you've seen the different political leaders converging inside the auditorium as they await that very big announcement that should be coming today. All indications show that it's today. I don't know, Rashid, whether you've now gotten the confidence. Kwa sasa hivi nafikiri tuna uhakika, na pia tumeona wagombea wawili tayari wa kiti cha urais washafika. Miongoni mwa wale mabalozi waliopale, miongoni mwa waangalizi waliopale wa kitaifa na wa kimataifa. Hivyo basi dalili zinaonyesha wazi kwamba muda wote kuanzia sasa tutapata taarifa ambayo tumekuwa tukisubiri kwa muda mrefu, yani nani ambaye ataweza kuchukua jukumu la kuongoza taifa kama rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Naam, kwa mara ya kwanza labda pia turudi moja kwa moja katika ukumbi wa Bomas. Naona kila kitu kwa hivi sasa kiko sawa. Zote tuseme amani. Mungu Baba katuweka pamoja.